Na leo majukumu mengi yamekuwa yanafanywa na wafanyakazi wa ndani. Kwa hiyo mimi miongoni mwa sababu ninayoiona kwamba ni wanandoa kutokujua majukumu yao, kwamba hii pia ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mmomonyoko wa maadili. Sababu pia nyingine ni ile watu kutokuwa na dini, kwamba watu kutokuwa na mafundisho pia ya dini. Wanaposhindwa kutokuwa na mafundisho ya dini, leo mtu anamlea mtoto kana kwamba haelewi anachokifanya. Sasa kwa mujibu wa aya hii, uadilifu na ihsani are two sides of the same coin, ni pande mbili tofauti za shilingi moja. Mtu kuanzia utotoni mpaka ukubwa wake unaharibu mfumo wake wa kujisimamia kama mwanadamu, alafu useme mapenzi. That is not love. Huo ni uchafu, huo ni uharibifu, huo ni ufisadi, hayo sio mapenzi. Kwa hivyo naomba nirekebishe hizo terminology ambazo tunatakiwa tuziendee. Sasa basi, mimi nianze na neno maadili. Maadili ni nini? Ethics. Maadili ni nini? Kwa lugha nyepesi, the definition na tumeacha kufuata sheria alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Tumeacha kufuata sheria za Mwenyezi Mungu. Mzazi asifanye uzembe. Mtoto akirudi lazima amshikishe, lazima kitabu cha Qur'ani, soma hapa ni kusikia unasoma. Naam. Mtoto usimwachie simu kubwa. Simu kubwa ndio chanzo cha kuharibu watoto. Naam. Kwa sababu simu kubwa inampelekea mtoto. Naam. Inampelekea mtoto mwenyewe anabadilika kitabia, na kwa naye mtoto mwingine sio yule tena ambao ulitarajia kwamba ni mtoto wangu. Naam. Kwa hiyo ndo maana tukafundisha kwamba mtoto mdogo aliyakuwa mdogo pale, akili yake huwa inakalili sana mambo mazuri, atakuwa muandae pale, usimwache akuekue kwanza.